Kuna mambo ambayo naweza kuniambia kwamba kwenye swala la utegemezi kuna aina za utegemezi. Sasa sio vibaya kuweza kusaidia watu, ila maana kuna kiasi cha kuweza kusaidia, na asilimia kubwa watu wengi huwa hawajapiga hatua kwenye mafanikio ya kifedha kwa kusaidia sana watu. Katai kwamba usaidie, lakini kuwa na kiasi cha kusaidia. Na zipo aina za utegemezi kulingana na maisha jinsi ambavyo tunaweza kuishi. Kwa hiyo sio lazima kwamba wewe ndio uweze kusaidia kila kitu, kwa sababu nature ya maisha inasema kwamba tatizo moja inaweza kusaidiwa na watu zaidi ya 100. Kwa hiyo usione kwamba wewe unaweza ndio kila kitu, unaweza kusolve kila kitu. Hapana, kuna kiasi ambacho unaweza kusaidia ili sehemu nyingine uweze kufanikiwa kifedha. Sababu fedha inahitaji nidhamu kubwa sana. Na hizi ni aina 5 za utegemezi. Aina ya kwanza, huu ni utegemezi wa tunazungumzia familia. Tunazungumzia manake kama ni mke na watoto, au ni watu ambao lazima uweze kuwasaidia katika maisha ambayo tunaweza kuishi, kwa sababu huwezi kufanya kitu chochote, lazima uweze kuwasaidia wao. Kwa ni muhimu sana ukaangalia hii level, hii haina shida. Level nyingine ni wazazi. Wazazi kwa pia wazazi ndio watengeneze maisha ya watoto wao. Sio wao wazazi watategemea tu waje kuwatengenezea maisha yao. Kwa hiyo ni muhimu sana level hii ni kwamba huwa watu wanasaidia wazazi kutokana na upendo, na ndio kitu ambacho kinafanya wengi kuweza kuwasaidia. Lakini katika level tegemezi si kwamba utakuwa uweze kusaidia, hapana, ila katika tunamna ni kwamba kwa upendo basi unaweza kusaidia. Pia level nyingine ni sema ni ndugu. Na chao ni watu ambao labda mnaweza mkawa mmezaliwa pamoja, mmezaliwa sehemu moja. Kwa hiyo ni watu ambao pia mara nyingi unaweza kuwasaidia kutokana na nini? Kutokana na ile uhusiano ambao mko nao. Lakini utakiwa kabisa kuweza kuwasaidia. Lakini pia aina nyingine ni marafiki. Katika kitu kingine pia ambacho kinafanya training ya katika kutegemea na kusaidia marafiki. Utakuta mtu ni rafiki kwa karibu sana, sasa amekuja kuweza kukuomba ama kuweza kunamna kuweza kumsaidia. Manake inakuwa wewe itakufanya wewe umsaidie kwa sababu ni rafiki. Kwa mtu wa siku usipokuwa makini ukajikuta unaingia katika budget ambayo kuipanga. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuweka kiasi cha kusaidia. Na sehemu nyingine pia ni watu ambao wafahamu. Mara nyingi sana asilimia kubwa watu wengi huwa pia tunajikuta tunaingia kwa watu ambao hatuwajui na tuwafahamu. Sasa hatukatai kuweza kusaidia, lakini angalia jinsi ambavyo unaweza kusaidia. Wewe unaruhusiwa, kwa sababu tusaidie watu kulingana na ukubwa wa tatizo, tusaidia watu kulingana na ukubwa wa tatizo. Kwa hiyo ni muhimu ukazingatia pia katika unapoenda kusaidia wao. Kwa hiyo ni muhimu sana tenga, na kila mtu tunashauriwa kutenga 5% ndio uweze kusaidia. Kwa sababu hii itakufanya uweze kuwa save vizuri zaidi kifedha, sababu asilimia kubwa watu wengi wapiga hatua kifedha, sababu fedha nyingi sana wanapoteza kwenye kutoa kusaidia ndugu, sherehe na michango mbalimbali. Kwa hiyo moja kati ya sehemu ambazo wanazipoteza ni kwenye kusaidia. Kwa hiyo ni muhimu sana ukachukua hatua katika haya maeneo. Mimi ni Robert Kiongola, ni msomi wa masuala ya fedha. Asante sana.